Mtu wa Mungu, kupata kazi ni jambo jepesi kwa sababu wapo watu wanawajibika kwa ajili yako, na kupata wokovu kwako wewe ni rahisi kwa sababu wapo watu wanawajibika kwa ajili yako. Kuna mtu ni mwenda kwa waganga, imani yake ameiweka hapo, ndiye Mungu wake huyo. Tumaini lake ameliweka hapo. Hakuna mambo anafanya, hakuna jambo anaweza kufanya bila kwenda kwa mganga wa kienyeji. Wapo watu wanateswa na mizimu. Wapo watu wana vifungo vya aina mbalimbali. Kupata kwao wokovu si nyepesi. Wanapokutana na Kristo wanaona kwao ni nyepesi kwa sababu kuna watu wamewajibika kwa ajili yao. Wako watumishi wa Mungu waliotumiwa na Mungu kwa ajili yao. Ndio maana wanaona wokovu kwao umekuwa ni mwepesi. Lakini jukumu la kuhakikisha ya kwamba unaukulia huo wokovu, unaishi sawa sawa na Mungu anavyotaka uishi, hilo jukumu ni la kwako binafsi. Watumishi wa Mungu wana kazi ya kukuelekeza, wana kazi ya kukufundisha neno la Mungu linakutaka uishi vipi. Baada ya kuacha ukahaba, baada ya kuacha ulevi, neno la Mungu linakutaka uishi vipi, uvae vipi, uongee vipi. Ulikuwa jambazi, baada ya kuacha wizi huo, neno la Mungu linakutaka uishi vipi. Hilo ni jukumu la watumishi wa Mungu. Lakini kipo kitu cha ajabu alichokiweka Mungu kwa kila mtu. Upo uwezo wa ajabu alioweka Mungu kwa kila mtu binafsi. Iko hivi. Tunavyowapeleka watoto wetu shule, mwalimu anawafundisha 1+1 ni 2. Mpaka mtoto aelewe 1+1 ni 2, si kazi rahisi. Mwalimu ametumia kuhesabu vidole, visoda vile, kokoto na njia nyingi wanazozitumia walimu kuwafundisha watoto ili waweze kuelewa. Nataka nikwambie, pamoja na njia zote hizo anazozitumia mwalimu, mwanafunzi kama hatakuwa na utayari wa kutaka kukielewa kile anachokifundisha mwalimu wake, ni vigumu huyu mwanafunzi kuelewa 1+1 ni 2, kwa sababu Mungu hakutoa uwezo kwa huyu mwalimu aweze kuichukua ile 1+1 pale ubaoni alafu aingize kwenye akili ya mtoto, kwenye akili ya mwanafunzi wake. Mungu hakuachilia huo uwezo. Mwalimu ana mipaka. Jukumu la kuendelea mbele zaidi, uwezo wa kuendelea mbele zaidi amepewa mtu binafsi. Mchungaji wako, baada ya wewe kumpokea Kristo, mchungaji wako ana mipaka. Uwezo wake una mipaka. Jukumu la kuendelea mbele ili umuelewe Mungu ni la kwako binafsi, kwa wewe kukubali kuwa na utayari. Sasa nimekubali kuacha ulevi. Sasa nimekubali kuvaa mavazi ya aibu. Sasa ni jukumu lako. Mchungaji anapokufundisha, binti yangu, watu waliookoka wanavaa hivi, wanaishi hivi, wanasema hivi, ni jukumu lako uwe na utayari wa kukipokea kile unachoelekezwa alafu ukiishi. Kwa nini nakuambia hivyo? Utayari, hakuna mtu anaweza akachukua utayari wake akakupatia. Kila mtu amepewa hali ya utayari ndani mwake binafsi. Una uwezo wa kuruhusu utayari wako ufanye kazi, au una uwezo pia wa kuzuilia utayari wako usifanye kazi. Mtu wa Mungu,
baada ya kumpokea Kristo, uruhusu utayari wako, uwe tayari kumjifunza Mungu, kuishi sawa sawa na maagizo ya Mungu, kwa sababu kuupata wokovu ni jambo la kwanza, ni hatua ya kwanza. Kazi ipo baada ya kuupata wokovu. Wapo watu waliwajibika ukaacha uganga, si kwamba walifanya kazi nyepesi mpaka wewe kuupata wokovu. Swala la kusimama kukulia huo wokovu, kuhakikisha kile ulichokipata ndani mwako kinaongezeka, kuhakikisha unamwona Mungu kwenye maisha yako akibadilisha maisha yako, ni jukumu lako na utayari wako binafsi. Mtu wa Mungu, uruhusu utayari wako ufanye kazi kwenye masuala ya kimungu. Utaona ukiongezeka na ukikua kiroho. Shalom, shalom. Mungu akubariki, akukuze, akupe utayari kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Amina.